Yes, Kojifa, another days zetu elimu. Leo tuzungumzie kitu kuhusu urafiki. Yaani urafiki, unaweza ukawa na mtu ambayo umeshibana naye, ambayo ni rafiki yako kwa kila kitu, mnashauriana kila jambo, mnatembea pamoja, wakati mwingine mnafanya kazi pamoja, ushaona, mnalala pamoja, yani mwanamke au yeye mwanamume, yani nyote mwe marafiki, yani kama mwanamke na mwanamke mwenziwe vile vile ni rafiki yake, shoga yake, au kama upande wa kiume mshikaji wake, shone, wanashare pamoja, wanafurahi pamoja, tatizo lake lako, ushafahamu, lake lako, ushafahamu yeah. Sasa huyo rafiki kila kitu ndo mna share, kila kitu mna fahamiana, usio? Sasa inaweza ikafika siku moja anaweza vile vile akakwambia, bana rafiki yangu, ndo humjui tabia zake, bana rafiki yangu, twende hivi leo tukatembee sehemu fulani. Kwa hiyo mnaweza mkenda nyote pamoja kwa furaha, kwa sababu hujui nini cha mbele kitatokea, au sio? Sababu ni rafiki. Haya, kawaida anakuwa labda ana mjengo, ushafahamu, ana nyumba mathalani hivi, au kwa bibi yake au kwa jamaa yake au kwao, shona yeah. Au kama katika kazi tu, au kama katika duka tu fulani hivi mnaenda, mshakutulia katika hiyo sehemu. Kwa hiyo sasa yeye mtazungumza fresh, mshakufika, kama katika nyumba, kama katika duka, kama katika sehemu yoyote, mtazungumza fresh. Alafu baadaye yeye huyo rafiki anaweza kukuambia, bana sikiliza mshikaji wangu, nisubiri hapa, ushafahamu, naenda sehemu hapo kidogo, mtaa wa pili au watatu, ushafahamu, baadaye nitakuja, ushafahamu. Afu na vile vile anaweza labda akakutoa japo pesa kidogo ambacho wewe utaridhika kukusubiri pale kukaa, ushafahamu. Au anaweza hata kununulia chakula, ukawa nakula pale, unapoteza muda mwenyewe, unajizungumzisha mwenyewe kwa mwenyewe, unachezea simu nini, ushafahamu. Sasa kumbe katika hiyo nyumba aliyokupeleka au katika hilo duka aliyokuweka, kumbe lina mambo fulani, ushafahamu, ambapo mambo fulani hayo ni ya kishirikina, ushafahamu, labda ameyafanya, ushafahamu, kutokana na mambo yake ya biashara, ushaona, au mambo yake mengine binafsi, ushanisome. Kwa hiyo wewe pale umekaa, lakini hajakwambia kama bana hapa nimeweka kitu fulani, ushanisoma. Sasa wewe pale unasubiri muda mwingi, unasubiri, okay, labda amekwambia bana mpaka kesho mimi nitakuja, ushafahamu, au baada masaa 3 4 nitarejea. Sasa umekaa pale, muda umekwenda, baada ya muda ukaja kusikia labda tafrani hivi akili, ushanisome, akili yako tafarani, mara unasikia kama sauti za ajabu, ushafahamu hafla ukajisikia kama tofauti, mara umefleti au umepiga kelele, ushanisoma yeah. Sasa hicho kitu kinasababishwa na nini? Labda pale yeye ameweka mizimu, ameweka madubwana, ushafahamu, wewe hujui. Kwa hiyo tujihadhari sana marafiki ambao sio marafiki wingi wenye imani, wanaweza wengine wakupeleka sehemu sio, wakukutia katika mashimo, afu mwisho wa siku yeye akaenda zake mbele huko, wewe hujui kinacho endelea, upo kitandani tu. Tafakari, sio marafiki wa kuwavaa wote. Chagua marafiki, na usikubali sana mtu kukwambia kaa hapa nisubiri, au lala katika hii nyumba, mimi naenda huku, baadaye nikija kesho kutwa au wiki 2 zijazo nitakuja. Usikubali hicho kitu yeah, kwa sababu kimewatokea wingi. Huu ni mkasa kweli yeah. Shukrani.